Hello friends, Dr. Nature hapa. Leo wakati ninajiandaa nimekutana hii dawa ndani ya nyumba. Inaitwa Ampiclox, ampicillin na cloxacillin. Sasa nikauliza hii dawa ni ya nini? Mbona hakuna mtu anayeumwa huku ndani leo? Na hii dawa ipo toka lini? Sasa nikaambiwa ni ya muda mrefu, lakini imetuzwa kwa ajili ya emergency. Sasa nikakumbuka kitu, kuna story moja ya ndugu yangu mmoja, ni mzee, yupo kijijini. Nimewahi kumuuliza, nikuta kuna dawa nyingi sana ndani kwake. Vidawa vingi vya maumivu vya nini, vingi tu. Nikamuuliza dawa ni za nini, akaniambia hajui ni za nini, ila tu amezitunza kwa sababu alizilipia hela, hataki kutupa hela. Anaweza akanywa siku yoyote akijisikia anaumwa, ili kutuliza chochote ambacho kitakopo kuliko kutupa hela yake ambayo aliitoa. Hata nikakumbuka hiki kitu inawezekana kinawasumbua pia watu wengi, kwamba kuna madhara ya kutunza haya madawa ndani ya nyumba. Kwa mfano kama haya madawa ya antibiotics na dawa zingine ambazo huwa tunachukua tu pharmacy tunakuwa nazo ndani. Umeshatumia dozi, labda imeisha, imebaki kidogo kama hivi, lakini endelea kubaki ndani kwenye shelf, kwenye kabati, ukitegemea kuitumia tena baadaye. Kitu cha kwanza ambacho ni changamoto ni kwamba, moja, unaongeza usugu wa dawa. Kwa sababu utakapokuwa unaumwa next time, kwa sababu labda unajua ukishakuwa na dawa ndani tu kirahisi kama hivi antibiotics, manake hata mtoto akikohoa kidogo, kahoma kakipanda kidogo, utasema hebu mpeni hiyo dawa kidogo, mmeminie anywe, itamsaidia, bila kufuatilia chanzo cha huo ugonjwa, bila kufanya vipimo, bila kupata ushauri wa kitaalamu. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo unapofanya hivyo unatengeneza usugu wa dawa. Wale wadudu ambao walikuwa wanaweza wakauawa na ile dawa, wanaanza kujitengeneza hali fulani ya kuwa sugu. Kwa hiyo next time hiyo dawa haitafanya kazi. Utaenda kutumia dawa nyingine grupu kubwa kuliko hilo la kwanza, kuliko hilo uliotumia, na yenyewe pia inakuwa haifanyi kazi. Ndio maana sasa hivi madawa mengi hayafanyi kazi kwa baadhi ya watu, kwa sababu ya huo usugu wa madawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko very serious. Piga picha, unaumwa huko very serious na hakuna dawa ya kukusaidia kwa sababu una usugu wa madawa. Ni hali mbaya sana, inaweza ikakufanya ukapoteza maisha. Sababu kitu kingine cha pili ni kwamba unapokuwa na dawa nyingi ndani, hali ya kuzitunza inakuwa huwa sio nzuri. Huwezi kuzitunza sawa sawa na vile zinavyotakiwa kutunzwa labda pharmacy au kwenye store za dawa. Ndani sio, hapajawa design kwa ajili ya kutunza madawa. Kitu kingine cha tatu ni kwamba unakuwa kwenye riski ya kuzitumia vibaya, hasa kwa watoto wadogo. Nakumbuka tulikuwa tunakunywa sana hizi dawa, hasa zile tamtam kama hizi syrup za vikohozi nini, tulikuwa tunakunywa sana. Ukikuta iko inapendeza, inavutia na unakumbuka mai kunywa, ina ladha nzuri, unakunywa hata kichupa kizima. Sasa inakuwa ni riski kubwa kwa watoto. Unaweza kunywa madawa mengine ni ya kupaka, lakini yapo ndani, mtoto anaweza akanywa na ikamletea madhara makubwa sana. Kwa hiyo ujumbe wangu wa ujumla ni kwamba haya madawa sio vizuri kukaa nayo ndani, especially ukishayatumia, discard. Usikae nayo ndani kama vile unaombea uje ugue hivi karibuni. Ukiugua, Mungu atakusaidia ishi vizuri, Mungu atakusaidia kuepusha na haya magonjwa kadri inavyowezekana. Yanapotokea mara moja, nenda ukapate ushauri wa daktari, kama ni vipimo ufanya, alafu nunua dawa ambayo iko kwa wakati huo. Labda zile dawa ambazo ni kwa ajili ya emergency, labda dawa za maumivu, dawa za design hiyo ambazo unaweza kukaa nazo, lakini pia uwe na elimu nzuri ya jinsi ya kuzitumia. Sio kila wakati ukisikia maumivu unaenda kutumia dawa, na uziweke mbali na watoto kama zilivyoandikwa. Weka mbali na watoto, kwa sababu watoto hawajui, au wanaweza wakataka tu kujaribisha na ikawaletea madhara. Hadi wakati mwingine, wana siku njema. Take care.